Bwana Yesu asifiwe na kusalimu katika jina la Yesu. Leo nataka nizungumze na mabinti. Mabinti wengi wa kizazi hiki wamekuwa na tamaa sana. Tamaa ya vitu, tamaa ya mali, tamaa ya fedha, tamaa ya simu nzuri. Sijamaanisha ni vibaya kupenda vitu vizuri, kila mtu anapenda kuwa na vitu vizuri, ila kuna kile kitu kinaitwa tamaa. Yaani over, yani kule kupenda over. Na lengo lake linakuwa ni kwa ajili ya maonesho, show off na vitu kama hivyo. Sasa wengi wao kwa sababu ya hizo tamaa wamejikuta wameolewa na waume za watu, wameolewa na waume ambao wameingia kwenye mikataba ya kuzimu kupata hizo mali. Wameingia kwenye mikataba ya kipepo kupata hizo mali. Sasa most of them wamejikuta kwenye changamoto za kuingizwa kwenye maagano hayo pia na wanashindwa kutoka. Na zaidi ya hayo wengine wameachwa kuwa single mothers baada ya kushindwa kuendana na yule mtu ambaye amemchukua amemuoa. Napenda kukushauri jambo moja. Kabla hujafanya maamuzi ya kuolewa na mtu, hebu muulize Mungu kwanza. Nini mapenzi yake kuhusu wewe kuolewa? Je, Mungu anataka akupe mtu ambaye mtaanza naye from scratch, from zero mpaka kwenye utukufu mkubwa, au Mungu anataka akupe mtu ambaye utaenda tu utapata rest na zile mali ambazo unazitaka? Na wengi wao kwa kutokujua mapenzi ya Mungu kuhusu wao kuolewa, wamejikuta wanaogopa kupita kwenye mchakato ambao utawafanikisha, ambao mchakato huo utawafanya wawe na vile vitu ambavyo wanaviadmire. Sijakataa kupenda vizuri. Kupenda vitu vizuri kila mtu anapenda. Ila jua kwanza mapenzi ya Mungu ni yapi kuhusu yule mtu anayekuoa. Hizo mali ambazo hujui chanzo chake ni nini, hizo fedha unazozitamani ambazo hujui chanzo chake ni nini, zitakuja kutokea puani mwisho wa siku ukajikuta kwenye matatizo makubwa. Mungu akubariki. Uwe na wakati mzuri.